Wakristo wengi sana imani imeondoka. Nimeona clip moja, kuna mtu yupo pale Kariakoo, ni mdada kavaa lile shuka jeupe, yupo Kariakoo, kachukua nazi kapasua, kachukua ndoo kajimwagia maji, afu kapanda pikipiki katoka nduki. Imani. Kaambiwa akapewa masharti na mganga. Lakini mwambie Mkristo, ataanza kuoji sasa. Inakuwaje? Hapa tunafanyaje? Hapa itakuwaje? Listen, unapokuja swala la imani, haijalishi wewe mkubwa, haijalishi wewe mdogo, haijalishi mwanamke, haijalishi mwanaume, yoyote atakayekuwa na imani atafanya matendo ya ajabu na ya kutisha. Kwa sababu ya imani, kuna vitu havitatokea kwenye maisha yako pasipokuwa na imani. Ili vitokee lazima ufanye kwa imani. Tunapozungumzia swala la imani alihitaji maswali. Tunapozungumzia swala la imani alihitaji kuoji. Na ndio maana Ibrahim alipoambiwa toka wewe kwenye jamaa yako, katika nchi yako, kwa baba yako, nenda mpaka nchi itakayokuambia, Ibrahim hakuanza kuoji. Imani unapoambiwa unachukua hatua hapo hapo unapoambiwa. Ibrahim akaambiwa mtoe mwanao Isaka. Hakujiuliza. Ukiwa na imani kuna vitu utaambiwa, utafanya tu kwa imani. Na ili jina lako likuzwe, ili uwe mtu mkuu, lazima uwe mtu wa imani. Ndio Mungu anamwambia nitakukuza. Sababu ya nini? Kwa sababu ya imani yake. Baada ya Ibrahim kuonyesha imani kwa Mungu, na Mungu akamwambia nitakukuza. So utakuzwa kwa sababu ya imani. Uchumi utakuwa kwa sababu ya imani. So utakapoamua kuamini na kufanya matendo yako kwa imani, ndivyo utakavyokuwa. Watu wakuu wengi, angalia, asilimia yao ni mariski teka. Wakuu wengi ni wale watu ambao wameamua kuishi kwa imani. Ndio maana Ibrahim alikuwa mkuu kwa sababu aliamua kuishi kwa imani. Hauwezi kuwa mtu mkuu kama una imani. Hauna imani, utakuwa mtu mdogo, utakuwa mtu mchache. Ili uwe mtu mkuu lazima uwe na imani. Kuna sehemu unaweza kufikiria hapa, mazingira yanaonyesha mimi siwezi, lakini mimi naamini ndani yangu naweza. Nafahamu kufanya uone kwa imani. Ibrahim akatoka. Baada ya kutoka kwa imani Ibrahim, so tuna maana kwamba Ibrahim asingetoka kwa imani, Ibrahim leo tusingemsikia tena. Ibrahim tusingemuona tena. Asingeitwa baba wa imani tena. Lakini kwa sababu ya imani, na Ibrahim akaitwa baba wa imani, na mpaka leo kuna kizazi kinaitwa cha Ibrahim, Isaka, Yakobo. So kwa sababu Ibrahim aliamua kuamini akatoka Isaka, Ibrahim aliamua kuamini akatoka Yakobo, Ibrahim aliamua kuamini ikazaliwa taifa la Israeli, Ibrahim aliamua kuamini mpaka leo tunajiita watoto wa Ibrahim kwa sababu ya imani yake. So utakapoamua kuamini, kuna watu watakuja kuzaliwa kwa sababu ya imani yako. Kuna vitu vitakuja kuzaliwa kwa sababu ya imani yako. So unataka kukua, unataka kuongezeka, hauwezi kuongezeka, hauwezi kukua kama hauna imani. Ili ukue katika kila eneo, ili uongezeke katika kila eneo, linahitaji imani. Ibrahim alikuwa wa kawaida. Maandiko yanasema nitalikuza jina lako, nitakufanya kuwa taifa kubwa kwa sababu ya imani. Ili uwe mkuu, ili ukuzwe, lazima uwe na imani. Lazima uamini ya kwamba mimi ni mfanya biashara mkubwa, ya kwamba mimi ni kiongozi mkubwa, ya kwamba mimi ni mtu wa maana. Lazima uwe na imani, ndivyo utakavyokuzwa na kuwa mtu mkuu.